Ikiwa adui watafanya kosa, kombora vitaibuka kama volkano, alionya Jenerali Amir Ali Hajizadeh, kamanda wa kikosi cha anga cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu. Maneno yake yalifunua upande uliofichwa wa mkakati wa kijeshi wa Iran, mtandao mkubwa wa vituo vya makombora vilivyo chini ya ardhi, mara nyingi huitwa miji ya makombora. Vituo hivi vya chini ya ardhi vilivyofunikwa na usiri vinawakilisha msingi wa mkakati wa Iran wa kujilinda, ushahidi wa kujitolea kwao kwa vita visivyo vya kawaida. Zaidi ya kuwa vituo vya kuhifadhi, vinajumuisha azma ya Iran ya kuonyesha nguvu na kulinda maslahi yake katika eneo lenye mabadiliko. Miji hii ya makombora ni zaidi ya mahandaki ya kuhifadhi, ni miundo tata iliyoundwa kwa kila hatua ya operesheni za makombora. Mifereji huchimba ndani ya ardhi, ikilinda makombora kutokana na uchunguzi wa angani na mashambulizi yanayoweza kutokea. Vituo vya utengenezaji vinafanya kazi kwa bidii, vikizalisha makombora ya kisasa zaidi. Sehemu za kurushia makombora ziko tayari, zikiwa tayari kuachilia nguvu ya kulipiza kisasi ya Iran. Idadi kamili ya ngome hizi za chini ya ardhi inabaki kuwa siri, ikiwa na makadirio kuanzia makumi hadi mamia. Maeneo yao, yaliyotawanyika katika eneo la Iran, ni siri zilizolindwa sana, na kuongeza safu nyingine ya ugumu kwa mahesabu ya adui yeyote anayeweza kutokea. Mwanzo wa mpango wa makombora wa Iran unaweza kufuatiliwa hadi kwenye vita vya Iran na Iraq, kuanzia mwaka 1980 hadi 1988. Akikabiliwa na mashambulizi ya Saddam Hussein yasiyokoma, Iran, ikiwa na uhaba wa silaha za kawaida kutokana na vikwazo vya kimataifa, ilitafuta njia ya kulipiza kisasi. Jaribio la awali la kutengeneza makombora lilikuwa la kizamani, likitegemea sana msaada wa kigeni. Hata hivyo, mbegu za mpango wa kujitegemea zilipandwa. Wahandisi na wanasayansi wa Iran, wakiongozwa na ulazima na hisia inayokuwa ya fahari ya kitaifa, walianza njia ya uvumbuzi wa ndani. Kipindi cha baada ya vita kilishuhudia mageuzi ya mara kwa mara ya uwezo wa makombora wa Iran. Upatikanaji wa teknolojia kupitia njia halali na mitandao ya siri uliimarisha maendeleo yao. Mpango wa makombora wa Iran ukawa ishara ya uasi wao, ushahidi wa uwezo wao wa kushinda magumu na kudai uhuru wao. Ukuzaji wa ngome hizi za chini ya ardhi uliashiria hatua ya mabadiliko. Ilikuwa ishara wazi kwamba Iran haikuwa ikitafuta usawa tu, ilikuwa ikilenga kina cha kimkakati, uwezo wa kustahimili shambulio la awali na kulipiza kisasi kwa nguvu kubwa. Silaha za makombora za Iran, ushahidi wa miaka ya utafiti na maendeleo, zina aina mbalimbali kama ilivyo na nguvu. Makombora ya masafa mafupi ya balistiki kama Fateh 110 yenye uwezo wa kupiga malengo katika Ghuba ya Uajemi huunda uti wa mgongo wa silaha zao za kimbinu. Makombora ya masafa ya kati kama vile Chiam-1 yanaongeza ufikiaji wao zaidi, yakijumuisha Israeli na vituo vya Marekani katika eneo hilo. Katika kilele cha uwezo wao kuna Sejil, kombora la masafa marefu la balistiki lenye uwezo wa kufikia zaidi ya kilomita 2000. Mfumo huu wa silaha wa kutisha, wenye uwezo wa kubeba vichwa vya vita vya kawaida au vya nyuklia, unaonyesha tishio linaloweza kutokea kutokana na mpango wa makombora wa Iran. Makombora haya si maonyesho tu ya nguvu za kijeshi, ni silaha zilizojaribiwa vitani. Iran haijasita kutumia uwezo wake wa makombora kama njia ya kuzuia na kulipiza kisasi kwa uchokozi unaoonekana. Mashambulizi ya makombora ya mwaka 2020 kwenye vituo vya Marekani nchini Iraq, jibu la kuuawa kwa Jenerali Qasem Soleimani, yalionyesha nia ya Iran ya kutumia silaha hizi. Mgogoro unaoendelea nchini Yemen, ambapo waasi wa Houthi wanaoungwa na Iran wametumia makombora kulenga Saudi Arabia, kutoa ushahidi zaidi wa utumiaji wao. Kuibuka kwa miji ya makombora ya Iran kumesababisha wasiwasi katika jumuiya ya kimataifa. Kwa mataifa ya Magharibi, hasa Marekani na Israeli, miundo hii ya chini ya ardhi inawakilisha udhihirisho unaonekana wa tishio la Iran. Uwezo wa kustahimili shambulio la awali na kulipiza kisasi kwa nguvu kubwa, kupunguza mafundisho ya kijeshi ya jadi na kufanya uingiliaji wowote wa kijeshi kuwa mgumu. Uwezekano wa makombora haya kuwekewa vichwa vya vita vya nyuklia, hali ambayo Iran inakana vikali kuifuatilia, inaongeza safu nyingine ya ugumu kwa hali iliyo tayari tete. Hata hivyo, Iran inasisitiza kwamba mpango wake wa makombora ni wa kujilinda tu, njia ya kuzuia uchokozi wa kigeni na dhamana ya uhuru wake. Wanasema kwamba uwezo wao wa makombora ni muhimu katika eneo lililojaa mizozo na lililojaa vitisho vinavyoweza kutokea. Kivuli cha vita vya Iran na Iraq, ambapo walikuwa waathirika wa mashambulizi ya silaha za kemikali, kinaonekana wazi katika hesabu zao za kimkakati. Mpango wa makombora wa Iran, kwa maoni yao, ni uovu unaohitajika dhidi ya dhoruba zinazowazunguka. Jumuiya ya kimataifa imegawanyika kuhusu jinsi ya kukabiliana na changamoto inayosababishwa na mpango wa makombora wa Iran. Vikwazo, ingawa vinakusudiwa kuzuia maendeleo yao,
vimekuwa na mafanikio machache. Mazungumzo na diplomasia, ingawa yamejaa ugumu, hutoa tumaini bora la suluhisho la amani. Utulivu wa baadaye wa Mashariki ya Kati unaweza kutegemea kupata suluhisho linaloshughulikia wasiwasi halali wa usalama wa pande zote zinazohusika. Miji ya chini ya ardhi, walinzi kimya wa nguvu za kijeshi za Iran, inasimama kama ukumbusho mkali wa hatari zinazohusika.